Kuna hadithi ya mshikaji mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Shwari. Na huyu mshikaji kwa sasa kidogo mambo yake alikuwa yapo shwari, na kwa sasa alikuwa na mke wake mzuri sana ambaye anafahamika kwa jina la Etika, na kwa sasa walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya kupata mtoto, na mshikaji alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kuitwa baba. Na huyu mshikaji kwa sasa alikuwa anafanya kazi katika kampuni moja ya IT hapo mjini, na kwa sasa alikuwa anajiokotea maokoto ya kutosha. Na kwa sasa anaamua kuhamia katika nyumba mpya ambayo alikuwa ameiandaa kwa ajili ya yeye na familia yake, na kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya kupata mtoto mpya na kuanzisha familia. Lakini katika hii nyumba wanakutana na jirani yao mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Ilam Paris, na huyu mzee bwana alikuwa ameishi kwa muda mrefu sana katika hii nyumba, ni zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Na huyu mzee kwa sasa alikuwa anafanya kazi katika kampuni moja ya serikali, hivyo alikuwa anafanya kazi katika ofisi moja ya kiserikali, na kwa sasa alikuwa anaishi na mke wake ambaye anafahamika kwa jina la Selvi na binti yake mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Alpalna. Na kwa sasa huyu mshikaji akawa amewapokea kwa furaha na upendo, na hii familia wakawa wamekutana kwa pamoja na kwa furaha, wakawa wanaishi maisha kwa upendo sana katika hii nyumba. Lakini shida inaanza na huyu mzee kipindi ambacho alikuwa na pikipiki, na hii pikipiki bwana alikuwa anaitumia kwa ajili ya safari zake za kwenda kazini pamoja na nyumbani. Lakini mshikaji bwana Shwari baada ya kujichanga si akanunua gari bwana na kimtindo mshikaji akawa na furaha baada ya kumiliki gari. Lakini siku ya kwanza tu baada ya kumiliki gari, mshikaji anaambiwa asogeze pikipiki yake pembeni, na mshikaji akawa ameingiza ndinga ndani. Kimtindo mzee akawa anaangalia kwa jicho fulani na siku inayofuata bwana mzee akawa anatoa pikipiki yake, lakini kutokana na kwamba na space ilikuwa ndogo, hivyo mzee alitoa pikipiki kwa kujibana sana kimtindo. Na kama unavyojua maneno ya majirani bwana majirani wakaanza kuongea, wakasema haiwezekani bwana, mgeni kaja siku 2 tu na sasa anamiliki ndinga, na wewe mzee umekaa zaidi ya miaka 10 hapa na hujawahi kumiliki ndinga kama hiyo. Mzee kimtindo akaona haya maneno ni kama matusi kwake, na kimtindo akawa ameinamisha kichwa chini na kuumia. Hata alipoenda kazini kidogo akawa na mawazo na akifikiria yale maneno ya majirani zake. Lakini siku moja kipindi ambacho anarudisha pikipiki yake nyumbani kwa kujibana pale, kwa bahati mbaya akawa amechuna gari ya mshikaji na kuangua rangi na mshikaji baada ya kugundua huyu mzee kwamba ni yeye ambaye amekuangua gari yake, kimtindo ukatokea mzozo fulani hivi vita baridi fulani kimetokea kati yao, na wakawa wamebishana kidogo. Lakini mshikaji akawa amemind kinoma baada ya gari yake kwa imechunwa rangi bwana lakini kama unapojua tena wakabidi wakae chini kuweka pembeni tofauti zao, na huko wakiwa wanapiga pombe. Unajua akili za pombe bwana wakawa kidogo ameyaweka sawa. Lakini kesho yake asubuhi mzee anakuja na kumwambia bwana, kijana, naomba utoe gari yako na mimi nataka nitoe pikipiki yangu. Lakini kimtindo mshikaji akamwambia hilo swala haliwezekani, akawa amemfungia mlango. Na mshikaji kimtindo mzee akawa amemind, na siku ya leo akaenda kazini kwa miguu ikawa ni hatari bwana. Kesho yake bwana mzee mshikaji kipindi ambacho analeta gari yake anakuta mzee amepaki pikipiki katikati kabisa ya parking, hivyo ikabidi aisogeze pikipiki pembeni kwa ajili ya kupaki gari yake bwana na kesho yake asubuhi bwana mzee kipindi ambacho alikuwa anaamka na kuta pikipiki yake kwa bahati mbaya ilikuwa imeanguka. Mzee kimtindo akawa amemind sana kumwambia kijana, hakika ile jambo unalofanya sio sawa. Na mshikaji akawa amemind kinoma na kumwambia mzee, naomba tuheshimiane kidogo mzee, uweze kunifokea mbele ya mke wangu. Kikatokea kimzozo fulani na ugomvi ukawa umeendelea pale. Lakini mshikaji mmoja akatokea kwa ajili ya kuwaweka sana, kuambia wanangu, inakuaje mnabishana swala kama hilo, jaribuni kukaa chini na mkaelewana. Mzee kimtindo kama fikiria, badala ya kufikiria kupuliza moto uzime, mzee akafikiria kupuliza moto wake bwana, aweni hatari. Mzee akaenda katika showroom bwana kuchukua ndinga na kurudi nayo nyumbani siku ya leo akiwa amechukua ndinga ya maana, naye akaenda kupaki katika eneo lile japokuwa mke wake bwana kidogo hakufurahia hili swala. Lakini mzee akawa ametinga na ndinga yake. Mshikaji naye anakuja kupaki bwana, sana kuta mzee kashanunua ndinga, na mzee siku ya leo anamvimbia, anamwambia hakika leo utapaki gari yako nje bwana na mshikaji kimtindo kama amepaki gari yake nje bwana, japokuwa ni swala ambalo kimtindo mshikaji alikuwa hajalipenda kabisa gari yake kukaa nje. Na mshikaji akawa anakosa usingizi na furaha na pamoja na mkewe. Lakini siku inayofuata mshikaji bwana ikabidi aombe ruhusa kazini mapema kwa ajili ya kwenda kurudi nyumbani, na yote hayo alikuwa anafanya kwa ajili ya kwenda kuwahi paki. Mke wake anashangaa, mshikaji mbona leo karudi mapema kutoka kazini. Mshikaji naye anaporudi mzee Ilam Paris sana anakuta mshikaji kashapaki gari yake mapema. Basi ili swali kawafanya hao watu washindwe kabisa kufanya kazi kwa weledi katika kazi zao. Kila mmoja akawa anawahi kutoka kazini kwa ajili ya kwenda kuwahi kupaki gari lake bwana, aweni hatari. Mshikaji akawa anajitahidi kila akifanya kazi anaangalia saa tu kwa ajili ya kuwahi. Hata wafanya kazi wenzao akawa wanawashangaa, hawashikaji wakawa wanashindwa kabisa kufanya kazi kwa wakati, muda wote wanakimbizana kwa ajili ya kuwahi kwenda kupaki gari.
we. Lakini siku moja kipindi ambacho walikuwa wanawahi, kwa bahati mbaya wakakutana kwa pamoja bwana katika purukushani za kugombea parking bwana. Mshikaji Yes akawa amewahi bwana, kutokana na kwamba ni suka mzuri wa kuendesha gari, lakini kwa bahati mbaya akawa amevunja site mila bwana. Lakini mkewe bwana akawa amelalamika sana na kumwambia mshikaji, ya mambo unayofanya, haya mambo sio sawa kabisa na akawa amegombana sana na mkewe. Lakini mshikaji huku mzee akawa amemind, na kesho yake bwana mshikaji bwana, baada ya kupaki bwana, kesho yake akaamua kupanda taxi na gari yake akaiacha pale pale kwenye parking, na ile jambo lilikuwa linamuumiza sana mzee, ila mpalisi bwana Lakini siku moja katika kugombea kwao parking bwana, si wakakosa kusababishiana ajali na mzee bwana akawa amemind sana. Baada ya ile tukio mzee akawa amechukua jiwe bwana na kwenda kupasua kioo cha mshikaji na mshikaji naye alipoona mzee amepasua kioo, mshikaji akawa amemind na kumkaba yule mzee, akamwambia wewe, haiwezekani bwana, haiwezekani ufanye jambo kama hilo, uniharibie gari yangu. Katika purukushani sasa akamtandika kofi bwana, mzee akawa ameanguka hakika, na msuli kwa amemdondoka watu na ikawa ni noma kulikweli. Hiyo siku ugomvi ukawa mkubwa kinoma, na mshikaji akawa amemind, lakini mkewe akamwambia hakika mshikaji, huwezi kufanya jambo kama hilo, na yule ni sawa na baba yako, kwa nini ugombane naye? Na hata katika upande wa mzee naye mkewe pamoja na binti yake wakawa wamelalamika sana na kumwambia mzee, hufai kufanya vita kama hivyo. Lakini mzee aliamua kupanga mashambulizi upe na namtumia polisi huyu mshikaji na kumpatia bonge moja la kesi. Na mshikaji alipofika kituoni bwana, anaambiwa bwana, hakika huyu binti wewe umemfanyia vitendo vya kumnyanyasa kimapenzi ama kingono. Na huyu mshikaji akawa anajiuliza imekuaje tena, na huyu binti akawa ametumiwa na baba yake kwa ajili ya kumwangusha mshikaji, na polisi wakawa wamemind sana na kufikia hatua ya kumwadhibu huyu mshikaji na kumtembezea kichapo na kumwambia kwa nini ufanye jambo kama hilo la kumdhalilisha binti kama huyu mdogo Lakini mzee kimtindo anamwangalia na kumwambia ni mimi na utafanya nini Lakini mama akawa amemind sana na kumwambia binti yake, kwa nini uingilie ugomvi kama huo wa watu ambao wewe hujui wameanzia wapi, na wewe unataka kuingilia ugomvi kama huo? Na mkewe wa mshikaji bwana akawa amekuja kwa ajili ya kumwombea msamaha mumewe kwa mzee Alparis, na mzee akawa amemind sana kumtimua huyo mwanamama na kumwambia swala haliwezekani. Mzee anajipongeza bwana kwa ushindi, na mshikaji kwa kipindi hiki alikuwa yupo gerezani ile mbaya. Lakini kesho yake binti Alpalma akaamua kwenda kufuta kesi na kusema kwamba ile jambo haliwezekani na mimi ugomvi haunihusu na baba alikuwa ananitumia vibaya. Mshikaji siku ya leo akawa amerudi kutoka kituoni, na mshikaji kimtindo akawa mnyonge, lakini mshikaji naye akubaki kinyonge, akaamua kwenda kufuatilia huyu mzee sehemu ambapo alikuwa anafanya kazi, na siku ya leo akaamua kwenda moja kwa moja bwana mpaka katika ofisi ambayo alikuwa anafanya kazi huyu mzee bwana, na katika kuongea akajifanya kama vile anaamua kujishusha, kumbe alikuwa na mpango wake kando ambao alikuwa ameutengeneza, na akawa ameweka kibasha chini ya meza na mshikaji ama mzee wetu anakuja kushtuka, anakutana na bonge la karatasi ambalo limejaa minoti na mahela kama yote bwana Lakini muda huo wakawa wameingia watu ambao wanahusika na rushwa kwa ajili ya kupekua kama TAKUKURU kwetu. Mzee jasho likawa linamtiririka, jasho jembamba, na akashindwa kuelewa nini kinaendelea. Lakini wakawa wamemkamata bwana, wakakuta kiasi cha pesa kingi sana ofisini kwake, na kipindi ambacho alikuwa anatoka anamuona mshikaji anamvimbia, anamwambia ni mimi sasa, kwa hiyo inakuaje hapo? Mzee kimtindo akawa ameumia, na baada ya kukamatwa bwana mzee bwana akawa amepoteza kibarua chake, na kwa sasa akawa amesimamishwa kazi. Mzee akawa ameamua sasa naye kufanya ubaya ubwela bwana na akaamua kwenda kulegeza tairi la mshikaji aweni hatari. Sasa hii vita mshikaji wangu inaelekea kubaya, na watu washaanza kuelekea hatua ya kuhatarishana maisha bwana. Na mshikaji kipindi ambacho alikuwa anampeleka mke wake hospitalini akajikuta anapata bonge la ajali, na kwa bahati mbaya bwana ama tuseme kwa bahati nzuri mkewe akawa ni mzima, hakuzulika chochote na kwa mshikaji. Baada ya kuona ile jambo na alipojua mtu alosababisha, hasira zake zote akazipeleka kwa gari la huyu mzee na akaanza kulibomoa ile mbaya, na akawa amefanya vurugu mbaya, na hili jambo sasa likawa linaelekea kubaya, na hii sasa ikawa ni vita ya kweli. Baada ya ugomvi bwana mshikaji akaenda kupiga kalinya ya kutosha, na baada ya kupiga kalinya bwana lakini kwa upande mwingine mkewe alikuwa uchungu ushaanza kumshika, na alikuwa katika kipindi cha kujifungua. Hivyo mwanamama alikuwa analalamika na alikuwa akihitaji msaada, lakini kwa upande wa mshikaji baada ya kupiga kalinya ya kutosha akili kamtuma aende kuongea na yule mzee. Unajua akili ya pombe bwana. Lakini alipofika hapa mzee na akatumia advantage, kwa sababu mshikaji alikuwa amelewa, na akaanza kumtembezea kichapo cha kutosha mpaka mshikaji akawa amezima. Na baada ya kuzima bwana simu ya mshikaji ikawa inaita
akakuta na mkewe ndo alikuwa anapiga simu akiwa anaomba msaada. Mzee bana baada ya kupokea ile simu akawa anajiuliza sasa nifanye nini, kama ukoe mkewe ama nimwache tu ateketee. Lakini mshikaji roho ya huruma kidogo ikawa imemuingia na akasema tuweke ugomvi na kuamua kufanya ubinadamu uende mbele bwana. Akaenda kumsaidia yule mwanamama na kumpeleka hospitalini kwa ajili ya huduma. Lakini kipindi ambacho alikuwa anarudi katika nyumbani yake bwana, akakuta mshikaji tayari ameshaamka kutoka katika kuzimia bwana. Na mshikaji alipofika yeye akuuliza bwana kinachoendelea, yeye akawa anatembeza kichapo tu kwa huyu mzee na akamtembezea kichapo cha kutosha kweli. Na baada ya kumaliza akawa amefungulia gesi na kuchukua simu na kuweka kwenye microwave na kuwasha bwana. Awe huyu mshikaji anatengeneza bonge la bomu na akawa amefunga milango. Lakini muda huo anapokea simu kutoka hospitalini, anaambiwa bana mkeo ameletwa hapa na anajifungua, na mtu ambaye amemleta hapa ni jirani yako yuko ambaye anafahamika kwa jina la Ilampali. Sasa mshikaji akaamua sasa kurudi baada ya kugundua kwamba mtu anayetaka kumteketeza kwa moto ni mtu ambaye amemsaidia kumpeleka mkeo hospitalini. Baada ya kupambana bwana akapata wazo la kuzima kabisa switch ya umeme bwana, na baada ya kufanikiwa kumsaidia yule mzee akaenda kwa ajili ya kumuona mwanae ambaye alikuwa tayari ameshajifungua. Sasa hawa watu bwana ugomvi wao siku ya leo wakajikuta wanaombana msamaha wakiwa katika hospitalini. Jambo lilikuwa ni dogo, lilikuwa la kumaliza mapema, lakini wakajikuta ugomvi wao siku ya leo unaenda kuishia katika hospitalini na kila mtu akiwa amejaa bandage za kutosha. Hakika nimejifunza mengi sana katika kupitia hii movie bana. Mambo mengi sana ambayo nimejifunza. Hakika ugomvi mdogo unaweza kusababisha mambo makubwa kweli. Na jambo dogo ambalo unaweza kulimaliza kwa wakati ni vyema ukalimaliza ama kuombana msamaha kwa wakati na jambo likaisha, kuliko kuenda kama walivyoenda washikaji na kusababisha hatua ya hatarishiana maisha. Bana, huo ndo mwisho wa movie yetu. Karibu like, comment na subscribe kwa ajili ya kujipatia kazi nyingine za moto.